aliweza kuyatoa. Kwamba kwa nakala hiyo mtu angeweza kujiridhisha na taarifa. Unajua kuna wengine wamesikia tu. Yeah. Wameishia tu kusikia. Sasa kwa upande wao wanaona kwamba ingekuwa ni vizuri mtu akasoma, akaelewa. House girl kwa maana ya dada wa kazi adaiwa kumnyonga mtoto, amtundika kwenye kamba ya kuanikia nguo. Jamani. Kwa hiyo mgeuza nguo. Ukurasa wa 3. Sasa hapo ukifuatilia sasa sijui ni changamoto za afya ya akili ama ni madhila ambayo dada hao wanakutana nayo kwa mimi sijawahi kukubali. Ndio maana kila siku huwa tunakaa upande tofauti. Mimi sijawahi kukubali kama mama ama wanafamilia ambao wametoa ujira kwa huyu binti wa kazi wameamua kuishi naye kwa upendo wa hadhi ya juu. Yaani kama mwanafamilia. Kama mwanafamilia. Kama binti yao kafanya hivyo vitendo. Sije kuamini hilo. Kama mama umeonyesha upendo na kumjali na kumthamini kama sehemu ya familia, sidhani hiyo roho anaweza kaitoa wapi. Na ukamtambulisha kabisa kwa watoto wako kwamba huyu ni dada yenu. Unajua tunaweza tukawa tunaona haya mambo yanatokea kwa kulaumu tu watoto ama mabinti wa kazi. Ili hali kuna mambo ambayo yanafanyika nyuma ya pazia yanayomfanya yule mtoto, kwa sababu unakuta yeye hana nguvu ya kumwadhibu mama mwenye nyumba. Hawezi. Hana nguvu ya kumwadhibu baba mwenye nyumba. Hawezi. Sasa hasira zake anazihamishia wapi? Kwa mtoto wako. Chukulia picha leo, binti wa watu kavunja glasi, umemkata mshahara. Na si tu kwa kumkata tu mshahara, unakuta nakutana na maneno ya kejeli. Leo mmepika kuku, yeye ndo kaipika, lakini wakati wa kula inabidi akae asubiri. Akae jikoni. Jikoni. Au alie jikoni. Na ikiambulia anaweza akambulia mchuzi. Au miguu. Mtoto wa watu umemwajili kwa ajili ya kufanya kazi, lakini akiteleza tu kidogo kama bin Adam, kama ambavyo mwanao angeteleza, anakutana na kipigo cha kiwango cha rami. Si support kwamba mambo haya yanaweza yakawa sababu ya binti yeye kuwa sehemu ya kufanya ukatili. Lakini bado huwa ninazungumza na nasema sikubaliani kabisa na upendo wa familia ambao wanaweza wakautoa kwa binti huyu halafu na yeye akarudisha fadhila mbaya kwenda kwa mtoto mwingine. Sasa unakuta wengine wametoka na majeraha huko walipotoka. Sio rahisi. Sasa inategemeana na kwako anakuja akiwa na picha gani kwa mabosi. Kwamba hawa ni wanamna hii. Yaani wananyanyasa, hawaoni kama huyu ni mtoto wa mwenzao. Sasa kwa sababu hiyo ana machungu, hajapata faraja, hajapata upendo. Lazima kuna vitu kama hivyo tuvitegemee. Tunaenda kwenye mikusanyiko ya watu, Berita, kubaliana na mimi. Tunaenda kwenye mikusanyiko either sio ni makanisani, huko ni misikitini, ni wapi. Na kueleza ukweli, kuna baadhi ya familia wakishuka kwenye chombo chao cha usafiri unagundua kabisa ni binti wa kazi. Na ni changamoto. Hakuna haja tu hata ya kuuliza. Yaani wameshuka kwenye usafiri wanaingia kanisani. Ukiangalia ile kundi lilotoka mle, baba, mama, watoto, ule muonekano wao, moja kwa moja unajua huyu ni binti wa kazi. Na hilo ni tatizo. Lakini kuna baadhi ya familia wakishuka hivi, ukiambia yule ni binti wa kazi wa kwenye ile familia, kukubali inakubidi pengine kama ni mtumishi wa Mungu. Kwa mfano kama mimi, tungemleta hapa mchungaji wangu Musa Madundo akuombee. Akupe tu neno la kwamba ukubaliane na hicho ambacho kinaendelea. Ni wakati sawa kutafakari sisi familia ama hawa waajili wa hawa watoto. Cha kwanza ni kuona namna gani tunaishi nao kwa upendo kama ndugu. Kwa sababu mtu anayekutunzia mtoto, anakupikia, anakufuria, anakulindia nyumba yako, alafu wewe uko comfortable na kazi yako. Inaniuma sana unakuta familia binti wa kazi akipika mapishi zaidi hata ya mama mwenye nyumba. Tatizo hilo. Kupasi nini, kumwandalia mama nguo, kumwandalia baba nguo. Sasa sijui majukumu haya inakuwaje. Kalamu ya mwandishi. Hiyo ilikuwa ni ukurasa wa 3, lakini cha kuchukua hapo tukae nao kama familia. Tukaonao kama familia, unakuta bosi anamwambia nakuwekea na kuhifadhia fedha. Wewe una majukumu gani? Haya, unalipa kodi, una vitu kama hivyo. Si fedha yake jamani, siumpatie. Wapi hata wazazi wake amuhifadhie. Sasa unakuta mzazi anahitaji fedha kutoka kwa mwanae.
anaambiwa nitamtumia au nimemtumia. Ana uhakika gani? Hawezi kutafuta hata ushahidi kwamba hebu nione kama umefanya muamala. Unamtunzia, mwisho wa siku unamfukuza na mshahara wake umlipe. Na wengine hawaruhusi kufanya mawasiliano na familia zao. Sasa hiyo ni changamoto. Mjadala askari kusokota rasta, kuvaa kininja watikisa Zanzibar. Ukurasa 17 gazeti la Nipashe. Kalamu ya mwandishi. Kando na gazeti hilo, wacha nilikamate gazeti la Machinga, sauti ya wanyonge.